Maandiko katika kitabu cha Hosea sura ya 8 ubeti wa 4, maandiko, Mungu akawa anashangaa na Israeli, akasema kwamba kile kilichonifanya ni waache ni kwamba mjichagulia viongozi nyinyi wenyewe bila kuniuliza. Nasi tumeamua leo hatungependa kuingia siku ya Jumanne bila kumuuliza Mungu. Haleluya. Kwa hivyo nataka hata kabla hatujawaita wale ambao watatuongoza katika maombezi mbalimbali, tuweze kuinua sauti yetu adhuhuri ya leo. Tuinue Kenya mbele za Mungu. Tuambie Mungu kwamba Kenya haitamwaga damu kwa sababu ya uchaguzi. Hakuna mwananchi atakayemwaga damu kwa ajili ya uchaguzi. Kenya haitakuwa na machafuko. Tabiria Kenya. Kenya haitakuwa na machafuko. Uchaguzi wa Kenya utakuwa wa amani. Wale wamesema kutakuwa na machafuko Kisumu, we want to prove them wrong. Kenya itakuwa na amani. Wanaosambaza vitisho kule Rift Valley, Kenya itakuwa na amani. Come on, raise your voice. Let's speak to this nation. Let's prophesy to this nation. Let's prophesy to this nation. In the name of Jesus. 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 Sijui kama unanipata. Sijui kama unanipata. Tuko hapa kwa sababu ya mapenzi ya nchi. Na kila kitu kiko na masikio. Everything got ears. Hakuna kitu hakina masikio. Nataka uinue kidole chako juu. Sema Kenya, Kenya, Kenya. Kenya, Kenya, Kenya. Hear the voice of the Lord. Kenya, Kenya, Kenya. Hear the voice of the Lord. You shall not shed blood during these elections. Kenya, Kenya, Kenya. You shall remain peaceful during these elections. Kenya, Kenya, Kenya. You shall remain united during these elections. Kenya, Kenya, Kenya. You shall have life after 9th. In the name of Jesus. Come on, let's speak to this nation. 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 Zungumzia Kenya. Zungumzia Kenya. Zungumzia Kenya. Katika jina la Yesu. Sikiza. Mwimbaji akaimba wimbo akauliza swali. Ni habari ya nani tutakaye iamini? Tunataka tuamini habari za Mungu. Walitoa arafa na wakasema kutakuwa na machafuko Kisumu. Tunataka tuelekeze sauti zetu Kisumu. Kisumu haitakuwa na machafuko. Ombea Kisumu. Speak to Kisumu. Speak to Nyanza region. Ombea Nyanza. Ombea Nyanza. Nyanza haitakuwa na machafuko. 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 Katika jina la Yesu. Nyanza haitakuwa na machafuko. Nyanza haitakuwa na machafuko. Nyanza haitakuwa na machafuko. Katika jina la Yesu. Na yeyote ambaye anapanga machafuko Nyanza, katika jina la Yesu, tunaomba ya kwamba there will be confusion in the camp of the enemy. In the name of Jesus. 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 Come on, raise your voice for Nyanza. Nyanza will be peaceful. Nyanza will be peaceful. Nyanza will be peaceful. Nyanza will be peaceful. In the name of Jesus. 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 Nataka sasa tuzungumzie pwani. Wamesema kutakuwa na machafuko pwani. Hebu sema pwani, pwani, pwani. Sikia sauti ya Mungu. Kutakuwa na machafuko. Hakutakuwa na umwagikaji wa damu.
Tutadumu kuishi kama wa Kenya hata baada ya uchaguzi wa tarehe 6. Come on, speak to the coast, speak to the coast, speak to the coast. Ongea na pwani, ongea na pwani, ongea na pwani. Ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani katika jina la Yesu. 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 Ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani, ongelesha pwani katika jina la Yesu. Ongelesha pwani katika jina la Yesu. Coast Province shall be peaceful. Coast Province shall be peaceful in the name of Jesus. Coast Province shall be peaceful in the name of Jesus. Coast Province shall be peaceful in the name of Jesus. In the name of Jesus. Coast Province shall be peaceful in the name of Jesus. Nataka tuombe northeastern, kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya. Hebu sema northeastern, northeastern, northeastern. Northeastern, northeastern, northeastern. Hear the voice of the Lord. You shall be peaceful. You shall remain united even after 9th. In the name of Jesus. Come on, speak peace to northeastern. 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 In the name of Jesus. 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 There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus Christ. There'll be peace in northeastern. In the name of Jesus. 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 I want us to speak to Central Province. There will be peace in Central Province. Yes. Central Province will remain united. Yes. In the name of Jesus. There will be no shedding blood in Central Province. In the name of Jesus. Raise your hand. Central Province, Central Province. Come on, speak it loud. Central Province, Central Province. Central Province, Central Hear the voice of the Lord. Hear the voice. You shall remain united. You shall remain. You will not shed innocent blood. You will remain united. You remain united. Even after 9th. Even after In the 9th. name of Jesus. In the name Come on, of speak Jesus. peace in Central Province. Central Speak peace in Central Province. 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 In the name of Jesus. Speak peace in Central Province. Speak peace in Central Province. Speak peace in Central Province. In the name of Jesus. 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 I want you to pray for Eastern Province. Raise your voice and say, Eastern Province, Eastern Province. Eastern Province, Eastern Province. Hear the voice of the Lord. Hear the voice of the Lord. You will not shed innocent blood. You will not shed. You'll remain united. You'll remain Even united. after 9th. Even after. In the 9th. name of Jesus. In the name Come on, of speak Jesus. peace in Eastern Province. Peace, Speak peace in Eastern Province. In the name of Speak peace in Eastern Province. Speak peace in Eastern Province. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus.
Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. Speak peace in Eastern Province. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. They have said there will be chaos in the Rift Valley. We want to speak to the Rift Valley. We want to cancel those words. Yes. We want to send it back to where it came from. Yes. In the name of Jesus. Come on, raise your voice. Rift Valley, Rift Valley. Lift valley, lift valley. Rift Valley, Rift Valley. Lift valley, lift You valley. will be peaceful. You will be There will be no shedding of blood There will be no shedding because blood. of this election. Because of this In the election. name of Jesus. In the name of Come on, speak peace in the Rift Valley. 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 Speak in the Rift Valley. Speak peace 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 in the Rift Valley. In the name of Jesus. Speak peace in the Rift Valley. 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 In the name of Jesus Christ. There will be peace in the Rift Valley. There will be peace in the Rift Valley. There will be peace in the Rift Valley. In the name of Jesus Christ. There will be peace in the Rift Valley. Hallelujah. I want us to speak peace to Western Province. That there will be peace in Western Province. Someone say Western Province, Western Province. Western province. Western. Hear the voice of the Lord. Hear the voice. You will remain You peaceful. will remain peaceful. There will be no shedding of innocent blood on your soil You will not say because of these elections. Because of this In the name of Jesus. Come on, speak to Western Province. Speak peace in Western Province. In the name of Jesus. 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 Yes. Kenya, you will remain peaceful. Yes, Northeastern will be peaceful. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory to God. 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 We give you praise. We give you glory. We give you honor, Jehovah. We praise your name. We give glory to you. We exalt you. We bless you, Lord. We praise your name. We glorify you. We thank you, King of all glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now the reason we gather here today is because of what the psalmist said in Psalm 65 and verse number 2. He says, unto you, O God, shall all nations gather. You who answers prayer. Turn to someone and tell them, God answers prayer. God answers prayer. We are not here to play games. God will answer our prayer. And to the God that answers prayer, so have we gathered today. In the name of Jesus. I want you once again to raise and lift our nation to God. Lift your nation to God. We love this nation. We love this nation. Raise your voice to Him. Pray for every corner of this nation. We raise our voice to you, O God. We raise our voice to you, dear Lord. We raise our voice to you, my Father. We raise our voice to you. We raise Kenya to you, O God. We raise Kenya to you. We raise Kenya. We raise Kenya to you. 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 Lord, we raise Kenya
Kenya belongs to God. 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 We raise Kenya to you. This nation belongs 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 to you, oh God. This nation belongs to you. This nation belongs to you. Makaseke baba baba baba. Makereba baba setayanda. Rekebe baba setaya. Makareba baba sekere baba sa. Rama baba setayando. Rama baba sekari baba sa. Mekaraba baba saya. We give praise to your name. We give glory to you, my Father. We worship you, mighty God. We exalt you, mighty God. We glorify you, mighty God. You are holy. We give you praise, O God. We give you glory, my Father. We exalt you. We bless you. We exalt your name. We bless your name. We thank you, King of glory. In the name of Jesus, we honor you. We glorify you. We praise you. We worship you. We give you praise and glory. We honor you. And we worship your name, O God. We give you praise. Makasekete babuza.
yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba, tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, tunapoomba, asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, yupo Mungu mbinguni, asikia, hatuna mwingine ila yeye. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye. Oh, tunapoomba, tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi yetu. Tunapoinua sauti mbele, tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi yetu. Sikia ema, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikia ema, ajibuye kwa moto. Tunamwita yeye Bwana mwaminifu. Now listen. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Mungu sikia maombi na anajibu. Hallelujah. Baada ya kutangazia kila province amani, nataka sasa, let me tell you, there is power in words. Kuna nguvu katika maneno. Kuna nguvu katika maneno. Unajua Yakobo alimwongelesha Levi kama mtoto wa hasira, na unaona kizazi chake kilivyokuwa na hasira. Yakobo alinena kwa mwanae Ruben. Ruben akaisha, kizazi chake kikaisha. Ilibidi Musa mtumishi wa Mungu akanushe maneno na reverse laana ya Ruben. Wiki iliyopita na karibu mwezi mzima tumesikia maneno yaliyozungumzwa juu ya nchi yetu, na yamezungumzwa na watu walio katika utawala. Rais wetu amezungumza, naibu wake amezungumza, kinara wa Azimia amezungumza, na vinara wengine wote, hata Jakoya amezungumza, hata Wamaya amezungumza, na pia wafuasi wao wamezungumza. Nataka nimuite mzee Kenywa hapa ambaye ni elder, tunamheshimu katika gatuzi hili, atuongoze katika kukanusha kila neno lolote lililozungumzwa kinyume na Kenya halitafaulu. Neno lolote lililozungumzwa kuhusu machafuko ama mwagikaji wa damu halitafaulu katika jina la Yesu. Hallelujah. Kabla sijaomba, neno linasema katika kitabu cha Isaia 65 verse 24. And before they make their request, I'll give an answer. And while they are still making prayer, to me I'll give a ear. Naomba wakati huu tuinue mikono yetu mbele ya Bwana. Inasema before they make their request, I'll give an answer. Naona majibu wakati wa dhuhuri ya leo. Naona Mungu akitujibu siku ya leo. Hata kama walisema nchi yetu itatoka moto, hata kama wanasema Kisumu kutakuwa na sinda, hata kama wakubwa wamenena, Bwana tunajua una uwezo. Kila moja inua sauti yako mbele ya Bwana.
Tunakanusha kila neno iliyonenwa na watu, iliyonenwa na watawala, neno iliyonenwa na waovu, neno iliyonenwa na watu wa taifa hili. Kama kuna mtu amesema Kenya itaharibika, tunajua tayari umetujibu. Umesema Kenya haitaharibika. Kama kuna mtu anasema kutakuwa na mapigano, Kenya itakuwa na mapigano. We cancel everyone. Tuna cancel everyone. Kama kuna mtu amenena na akasema Kisumu itawaka moto, Kisumu itakuwa na amani. Kama amenena akasema Meru itakuwa na vita, tunasema Meru itakuwa na amani. Endelea kuabudu, mwambie Bwana tutakuwa na amani hijaonekana. Tuna cancel maneno. Kama kuna mtu amenena kinyume sa taifa la Kenya, ongeza sauti yako. Ni wakati wa kucancel. Tuna cancel kila neno. Maandiko inasema Bwana ametujibu. Bwana amejibu Kenya. Anasema kutakuwa na amani. Bwana amejibu Kenya. Nasema Bwana amejibu Kenya. Those who are cruel to us, they will come bending down to our nation. Tuendelee na kuomba. Ambia Bwana Kenya itakuwa na amani. Wale watesi wetu watakuja wakiinama. Maandiko inasema watainama chini ya miguu yetu, hawatakuwa na nafasi. Katika jina la Yesu, Baba, tunakushukuru sana wa leo. Tunajua Bwana Kenya ni nchi yetu, tunaipenda. Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru Mfalme. Tunakanso kila neno. Kama ni rais amenena na hajanena vizuri kwa taifa hili, tunakanso neno alionena. Kama ni mjumbe wake amenena Jehova, tunasema tunaikanso. Kama ni mkubwa wowote Baba amejificha kwa fence akanena mabaya, tunasema Kenya tunaipenda. Naomba kidogo unisikie. Naomba kidogo. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Isaia pia 60:14. And the son of those who are cruel to you will come before you with a bent head. Kama kuna watu wamekuwa kinyume ya taifa hili, they will come to us wakiwa wameinamisha viso vyao. And those you men, as part of you, will go down to their face at your feet. Oh, hawatasimama. Kama kuna mtu amesema kinyume, watainama. Hata watainama tu, watainama kwa makoti yao. And they will confess. Watasema hayo maneno. And you will be named the town of the Lord. Mtaitwa taifa la Bwana. Amen. Watainama na wakiinuka watakuname. They will name you the nation of the Lord. Kwa hivyo tunapoomba siku ya leo, watu waliosema tutapigana, watu waliosema tumeharibika,
Watu waliosema hatutaendelea, they will come bending to us. Woo! Amen. Waliosema economy ya Kenya haitaendelea. Yoyote amenena kinyume, yoyote amesema vibaya, yoyote amezungumza kinyume hata ya kanisa, we can see them coming bending. Yes. Watakuja wakiwa wanainama. Yes, in the name of And they will name us. Yes, Watatuita majina. as long as my God. We are the nation of the Lord. They will call us in names. Don't fear. Be strong and of good courage. Mesema tuna cancel kila neno. Tunasema hakuna neno lililonenwa kinyume yetu litafaulu. Kama ni mdogo au ni mkubwa. Jioni ya leo tuko hapa kusema Kenya tutaendelea. Na Meru tutaendelea katika jina la Yesu. Hakuna mtu aliyolaani Meru. Kama kuna mtu amesema serikali ya Meru haitaendelea, tunakataa. Kama kuna mtu amenena hatutaendelea, tunakataa katika jina la Yesu. Inua mkono wako ninapoenda kupeana hii microphone. Ninaona ushindi. Inua mkono wako, sema watakuja wakinamia kwetu, watakuja wakinama, maana sisi ni taifa. They will call you big names. Watakuita majina, maana taifa letu litakuwa na jina la ajabu. Hallelujah. 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 Yes, we cancel every negative word spoken against this nation. Now, let me tell you, for those who have followed the patterns of election effect after effects of every election in this country, you realize there is a pattern, and several mountains of influence in this nation has been vastly affected every time there is violence. And that is, number one, our economy always comes down to nothing. It's like after every 5-year cycle, we begin to build the economy again. Something that should not be happening to a nation that wants to be a middle-income nation. And so we must cancel that. We must speak to that mountain of influence, the mountain of the economy. I also would like you to understand, every time there is violence in this nation, our schools comes to a cropper. Our children get affected. So we also want to talk to that mountain of influence, the mountain of education. And to lead us to do exactly that, I want to call my brother Geoffrey from Sicham Church to just come, and we want to pray for those specifically 2 mountains. Of course, there are several mountains of influence, but I want us to pray that this time, our economy will not go back to its knees. This time, our education will rise in the name of Jesus. Come on, raise your voice. Let's pray for those mountains of influence in this nation. Even as we wait Geoffrey to come and do a conclusion on it. Come on, raise your voice. In the name of Jesus Christ, Lord, we lift up your name and we honor you, God. Glorify your holy name, Jesus. You're wonderful, God, that you're mighty. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we bless your holy name. Rebecca, The people of God, as we speak to those 2 mountains, yes, Lord. I read with us this scripture in the book of Isaiah 54, a common scripture that we know. You know, God says he's the one who prepares people to do his work. So Isaiah 54 says from verse 16, see, it is I who created the blacksmith. See, it is I who created the blacksmith, who fans the coals into flame and forges a weapon fit for its work. God says it is I. It is I who created the blacksmith, and that blacksmith does what? He fans the coals into flame and forges a weapon fit for its work. And it is also I who have created the destroyer to work havoc. Verse 17.
no weapon forged against you will prevail. And hear this. And you will refute. I wish I get another version. Another version says, and you will condemn. Give me 54. These are heavy. Same as mine. Any other version? This version says, and you will refute. You will refute every tongue that accuses you. Yes. So is there a tongue that has accused Kenya? Spoken bad words? To refute means to condemn, to nullify, to go otherwise. To revert. To revert. Then it says, and amplified, okay. But no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment, you shall show to be the wrong. To be the wrong. I love this one. And then he says this. What is that? Peace, righteousness, security, triumph over opposition. This is the heritage of the servants of the Lord. All this, prosperity, come on. Yes. Our economy cannot go down. Yes. So this, what is that? Peace, even beyond ninth, all right? Righteousness, security, triumph, prosperity over opposition is the heritage of the servants of the Lord. In other words, those whom the ideal servant of the Lord has reproduced. This is the righteousness or the vindication which they obtain from me. That's the Lord, says the Lord. So, economy, education, raise your voice. He is the one who makes the blacksmith, forges all the weapons of war. And let me also read this. I read this in the service this morning. Isaiah 46. 46 says this. These are scripture we love. Isaiah 46 from verse 1. No, let me not take it from verse 1. Verse 1, of course, says, Psalms. Now, verse 1 says, God is our refuge, all right? Refuge. Economically, refuge. Security-wise, refuge. Education-wise, refuge. Come on! Refuge. God is our refuge and strength. Oh, yes. An ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Yes. Now, and then he says, even if the impossible happens, what did he say? Therefore, we will not fear. Though the earth gives way. Have you ever seen the earth giving way? And the mountains fall into the heart of the sea. In other words, even if the impossible ikifanyika, hatutaogopa. Though the waters roar and foam and the mountains quake with their surging. And then he says, in Kenya, there is a river whose streams make glad the city of God. Ooh. Come on. The holy place where the Most High dwells. Do you know God dwells here? God is within her. This nation. God is within her. She will not fall. God will help her at break of the day. So I was telling the church this morning, even when we wake up in the morning on Tuesday to go and vote, God is within us. Amen. At the break of day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice and the earth melts. Now here verse 7 to 11, then we pray. The Lord Almighty is with us. Come on. The Lord Almighty is with us. Yes. The God of Jacob is our fortress. Our economy, the Lord is our fortress. Our education, who is our fortress? God. Our children will not lose any day in school again. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our. Then he says, verse 8, come and see the works of the Lord. Where they were declaring bad things,
the desolations he has brought on the earth, where things were bad, God can destroy those things and make things good. He makes, now look at verse 9. He makes wars to cease to the ends of the earth. Anafanya nini? He makes wars to cease unto the ends of the earth. Did anybody think there shall be war? He makes wars to cease. Vita vitulie ziishe. Yes. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow. Yani hata kama ilikuwa inataka kulengwa, Mungu anaivunja. He breaks the bow, Yes. and the, let me read this one. Spear. He breaks the bow and shatters the spear. And then, even if you needed a shield, you don't need a shield anymore. Why? He burns the shields with fire. Therefore, be still and know that I am God. I'll be exalted among the nations. I'll be exalted in the earth. Finally, the Bible says, verse 11, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Wow. Lift your voice. Lift your voice. Lift your voice. Our economy is prospering in the name of Jesus. Lord, we thank you. We thank you for your glory. No weapon formed against us shall prevail, shall prosper. No weapon formed against our economy shall prosper. Oh God Almighty, we thank you that prosperity is our portion. This nation, our economy, our Father, shall rise. It shall not go down. It shall rise in the name of Jesus Christ. Holy Father, we thank you that Kenya is rising again. Our economy is rising again. Our economy is rising again. In the name of Jesus Christ. Lord God Almighty, our Father, we refuse. We declare on the mountain of economy, there shall be goodness. Prosperity of our Father is our portion. Prosperity is our portion. Lord God Almighty, Lord God Almighty, we refuse the going down. We declare our Father, even the Kenyan shilling is rising. The power of the Kenyan shilling is rising. In the name of Jesus Christ, Lord God, we declare our Father, our children, the young people in colleges, they shall not lose time again. In the name of Jesus Christ. Oh God, our children shall go back to school in good time. Lord God Almighty, exams shall be done in the name of Jesus. KCPE shall be done. KCSE shall be done in the name of Jesus. In good time, our Father. Lord, we declare our Father. Oh, we declare King of Glory. This is our heritage. This is our heritage. No weapon formed against our economy shall prosper. No weapon formed against our education system shall prosper. And every tongue that has risen against our economy, we condemn, we refute, we cancel in the name of Jesus. Our children shall move on. They shall progress. We shall progress. Exams shall be done in good time. In the name of Jesus. We thank you, Lord, for your word declares this is the heritage of the righteous. Peace, prosperity, harmony, triumph, victory. All this is our heritage as the children of God. So we declare, our Father, our economy is not going down, but shall rise up. Father, there shall be those who invest shall get worth of their money in small business, in big business. We thank you for our children shall go to school and the exams all shall be done in good time. There shall be progress, no going back. We thank you and we exalt you. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Just ndugu yetu Jackie akiendelea kutuongoza, nasikia roho ya unabii ikiingia katika moyo wangu, na in the background of yale mchungaji ametusomea, yale mchungaji ametuombea, Roho Mtakatifu anasema hivi kwa sisi ambao tuko hapa na mamilioni ya wale ambao wanatutazama kwa runinga na kwa mitandao ya social media. Mungu anasema hivi kwa kila mmoja wetu: mimi nimekuwa mwema kwenu siku zilizopita, na hata siku ya Jumanne nitakuwa mwema kwenu. Amen. Nitakuwa mwema kwenu. Nitakuwa mwema kwenu hata baada ya uchaguzi. Amen. Kwa hivyo siku hii ya leo mnapoomba na mnapoendelea kutafuta uso wangu, ningalipenda kutoa hakikisho kwenu watoto wangu. Nimekuwa mwema in the past, nitakuwa mwema katika siku zinazokuja. Amen. Amen. And as we receive that word, with the permission of Reverend Jack, who is the Secretary General of this forum, I would like this team to help us sing that song. You have done me well. Umetutenda mema Bwana. Yes, you have. Umetutenda mema kwa siku zilizomalizika. Umetutenda mema katika manyumbani kwetu. Umetutenda mema katika mashule yetu. Umetutenda mema Baba katika maisha yetu. Umetutenda mema Bwana, na unasema kwamba utatutenda mema hata tunapoendelea. Kwa hivyo Baba, tunapoinua wimbo huu, tunazungumza na kusema kwamba you have done us well. And you will do us well, even baada ya tarehe 9. Nchi yetu itakuwa na baraka yako. Mashule yetu yatakuwa na baraka yako. Manyumbani kwetu kutakuwa na baraka zako. You have done me well. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus.
is what the word of God says in Genesis chapter 4. If you read, wanadamu walipoanza kuongezeka katika nchi, ile mbegu iliyopandwa na Kaini iliendelea. Watu wakaanza uasi na mauaji. Lakini unapofika pale mwisho wa chapter 4, maandiko yanasema na Adamu akapata mwana mwingine anaitwa Sethi. Alipozaliwa, watu wakaanza tena kumwabudu Mungu. We want to pray for a rebirth of the nation. Tuombe kwamba katika uchaguzi huu kutazaliwa viongozi watakaopeleka Kenya katika kumwabudu Mungu tena, katika jina la Yesu. Nataka nimuite Bishop Dominic Memeo akuje aombe kwamba uchaguzi huu utakuwa wa uzao mteule utakaoongoza taifa katika kuliita jina la Bwana tena, katika jina la Yesu. Nataka tuombe Mungu atende mapenzi yake. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alituma Samueli aende kwa nyumba ya Jese kumwagia Daudi mafuta, baba yake Jese alikuwa na dhahani Eliabu anatosa, na akapatiana Eliabu the oldest ama the firstborn wake, akiwa anajua huyu mkubwa kuliko wengine ndiye anastahili kumwagiwa mafuta. Kumbe Mungu naye macho yake hayaoni urefu, macho yake hayaoni kimo. Macho ya Mungu yanaona ndani ya moyo, yanaona ndani ya moyo. Na hivyo ndivyo tunasema, yule ambaye Mungu ameona ndani yake ndiye atamwagiwa mafuta siku ya Jumanne. Wasee wapende, wamama wapende ama wakatae, tunasema Daudi yako mahali, aliye na moyo mkunjufu, aliye mnyenyekevu. Mungu ametumana Daudi amwagiwe mafuta. Hata kama Eliabu wako, hata kama ndugu yake wako, wote waliwekwa kwenye mstari moja, watu 6, watu 7, na Daudi akiwa wanane alikuwa nyikani. Na ikawa lazima Daudi angojewe. Daudi atangojewa. Hata kama Eliabu wako, Daudi atangojewa. Hata kama Eliabu wako, Daudi anangojewa. Ningetaka tunyoshe mikono, tuseme Daudi lazima. Tuseme Daudi lazima. Sema Daudi lazima. Daudi lazima. Ninasema pembe haitamwaga mafuta. Pembe haitamwagia Eliabu. Pembe haitamwagia wengine. Pembe itakubali kumwaga mafuta kichwa ya Daudi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mafuta kichwa za Daudi. Mafuta yatatafuta Daudi. Hata kama ako nyikani, lazima atakuja, ataingia. Mapenzi ya Bwana, mafuta yanangoja Daudi. In the name of Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Baba. Eliabu wako ni kweli wako, lakini pembe haitakubali kumwaga mafuta. Wakina Eliabu na ndugu zake yatangoja Daudi. Tunaachilia neema ya Bwana kwa sababu ya Daudi. Tarehe 9 tunatangaza mafuta kwenye kichwa ya Daudi kwa sababu ya nchi ya Kenya. Tunakubariki Bwana, tunakuinua Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kukawe na Daudi kutoka MCA mpaka rais wa Kenya katika jina la Yesu.
We have 2 more prayer items. Nataka nimuite mzee wetu Bishop Japhet Kiogora aweze kuja hapa, aweze kutuongoza. Those who have been following the patterns of violence in Kenya, and especially in 2007, you will agree with me that the media played a huge role. Now, that is one mountain of influence that we need to pray for. The media. And we have begun seeing some patterns. And so, as we pray for a peaceful election, and as we pray that the Lord will give us a rebirth of the nation, we also want to pray for the rebirth of the media in Kenya. That the media will not be used to influence this nation for evil, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, warisifu jina lako, kule Mombasa uonekane, hata Kisumu uonekane, na Mount Kenya uonekane, warisifu jina lako, Baba wetu, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, warisifu jina lako. Baba wetu wa mbinguni mwenye uwezo, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako Bwana. Tumesimama mahali hapa just to eulogize your presence at this juncture that you have given unto us. You are wonderful God. You are the creator of heaven and earth. Yes. We are under the open heaven. Oh, yes. Just to pray because we believe Yes. whatever you have promised in your word, that you will heal our land. Oh, yes. We pray for our media, the name those who may be used to sabotage Oh, the media, mighty God, that Lord, that spirit will be broken Yes. in the name of Jesus Christ. Tunateka nyara hanga ya Kenya katika jina la Yesu Baba, ili ukaweze kutuwezesha kujua mambo yote yanayofanyika Bwana. Watu wako wawe na ufahamu ni nini inaendelea katika nchi yetu. Kila pepo anayeweza kuinuka, kila shetani anaweza kuinuka, kila madhabahu yanaweza kuinuka kinyume cha ufahamu Bwana wa mbinguni wa uchaguzi wetu, kinyume cha ufahamu wa mambo inayoendelea katika nchi yetu Bwana Kristo, tunaangamisha, tunavunja, tunaharibu katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yanayojengwa katika jina la bahari tunayaribu, na sasa twajenga madhabahu katika jina la Bwana. Tunasema asante Bwana. Tumia watu wa media wawe na uwazi. Tumia watu wa media waweze kuwa neutral, waweze Bwana kututumikia katika jina la Yesu Kristo. Maana tunajua mambo ya media inapepetwa katika upepo, na tunateka upepo wa Kenya ili Bwana mambo yote yakaende na udhabiti. Roho wa kuleta utatanishi tunataka kukukataa sasa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana wewe ni mwaminifu na utatenda maajabu katika nchi yetu ya Kenya, na tutakapata habari ambayo inafaa
Baba, wewe ndiye utasimama na sisi tutainua, tutalitukuza, tutalibariki jina lako. Hatutasahau faida zako. We will not forget your benefit. In Jesus' name, amen. I pray and believe. Amen. 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 Thank you, Jesus. Asante Bishop. Nataka tufanye ombezi lingine moja, alafu kisha mama wimbo ujitayarishe utupe ile wimbo mtamu kabisa kabla hatujaenda hiyo hatua nyingine. Munaelewa ya kwamba tuko Meru, si tuko Meru? There's a reason why we are in Meru at such a time as now. Kuna sababu yetu kuwa Meru wakati kama huu. Haijalishi ulizaliwa wapi. Na unajua Meru iko na kabila zote. Lakini katika hali ya uchaguzi huu kuna confusion Meru. Sijui kama mnaona confusion. Tunataka kuombea Meru. Meru pia ni bread basket ya Kenya. Lakini karibu miaka 2 hatujapata hata mvua. Kwa hivyo kando na uchaguzi tunataka kuombea gatuzi letu. Amen. Nataka nimuite Bishop Domiciano kuja hapa ili uweze kutuongoza katika kuombea gatuzi letu. Tutaombea uchaguzi wa Meru, tutaombea yule atakuwa governor, tutaombea yule atakuwa wale watakuwa members of parliament, tutaombea yule atakuwa senator. Tutaomba kwamba Mungu atatupa viongozi ambao watapeleka Meru katika kiwango kingine. Zaidi ya yote wa Meru. Tuombe. Mungu uliongea na Solomon, kamwambia na akasema wakati mvua itapotea na kuwe na kiangazi na kuwe na magonjwa, watu wanaitwa kwa jina lako wakitubu na wakigeuka wakikutazama, utawasikia ukiwa mbinguni, utaponya nchi yao na utawaponya na utawabariki na baraka za mbinguni. Sisi kama wa Meru wa county hii ya Meru, kutoka sehemu zote za Kenya, Baba tuko hapa, ninaomba kwanza Mungu katusamehe. Auachilii kiangazi bila sababu. Nyakati za Daudi kulikuwa na njaa miaka 3. Na wakati alikuuliza, ulisema ni Sauli alitenda dhambi. Kama kumekuwa na Sauli kati yetu, Mungu ninaomba utusamehe, utupe mvua. Kama kuna Sauli ametenda dhambi imekuja ikatufuata, Mungu ninaomba ukatusamehe. Kama wa Meru tusamehe, kama wa Kenya tusamehe. Baba, kama kuna watu wamejiingiza kwa mauchawi mpaka roho yako ikahusunika, Baba tunakiri hiyo ikiwa dhambi. Nakiri kama mtumishi wako pamoja na watumishi wengine, katusaidie na ukatupiganie. Baba, wakati huu Meru tunahitaji viongozi wetu, viongozi wa kutuongoza. Ninakuomba Mungu aliye juu sana, tupe gavana wa Meru, tupe senator wa Meru, tupe MPs wa Meru, tupe makansela wa Meru. Si unawajua mahali wako? Hapo ndio tutapeleka kura, hapo ndio tutaweka yetu. Kama nyakati za Madhia, wakati walikuwa wanapigiwa kura, Mungu ulielekeza mitume kumchagua Madhia. Utatuelekeza kuchagua kansela, utatuelekeza kuchagua governor katika jina la Yesu Kristo. Nchi yetu utaiachilia na mvua. Achilia mvua wa vyakula, achilia mvua wa baraka, achilia mvua wa viongozi katika jina la Yesu. Achilia viongozi watokee, hata wale hawakujulikana, walio na mioyo safi. Hapa Meru County tunaitisha Mungu tuwe upande wako. Thank you Lord. I know you are giving us leaders. Thank you for great men who fears God in this county. This county will go from one glory to another, from one glory to another, from success to success. In the name of Jesus. Hii ya Meru
here Nyambene, here every part of the mountain, here Mount Kwani, here small hills. We are releasing the success of MERU. All the potentialities coming out. We bless you, Lord. We receive all the glory, Lord. Receive all the glory. Thank you, Lord. Si Mungu nakuambia asante. Mungu chukua utukufu. MERU itaendelea. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Kabla mama wimbo atupatie wimbo, nimeangalia orodha yangu, naona kuna ombezi lingine moja tumebakisha. I want all our chairmen wale wamefika, just stand here na mshikane mikono. We want to pray for the unity of the church. Machairmen wote wale wamefika wa fellowship. Naona ule ni Stanley kuja hapa. Naona machairmen wako kadhaa. Yako hapa, Isaiah yako hapa. Nani ule mwingine? Charles yako hapo wa Kitongo. All the chairmen wale wamefika. There are several chairmen. Yes. Tushikane mikono na tuangalie watu hawa. Na pia shika mtu mkono yule ako karibu na wewe. I want to call Vice Chair wetu Bishop Wilson kuja hapa. We want to pray for the unity of the church. If there is time the church has ever spoken different voices and be divided, is around this election. We want to pray that prayer of Jesus. You remember the prayer of Jesus? He prayed and said that they may be one. How we pray that the demon of ethnicity in church will be broken, that the church will stand from Meru to Mombasa to Nairobi and in the entire country. Naona Komea yuko hapa. Lincoln, kuja hapa uwakilishe fellowship ya Edward. Komea alienda Tharaka kuhubiri, hajafika. We want to pray. I just want us, as we believe God for the unity of the body of Christ Jesus. Without the Holy Spirit of God, we cannot be able to be united. But once we give the Holy Spirit a room in us, He will cause things to melt. There are mountains that need to melt today. Because in the presence of the Lord, hills melt. Mountain melts. And I believe with all my heart that once we give the Holy Ghost a room in us, He will deal with our flesh. And once He deals with our flesh will be able to respond to the will of God. And as we pray for the unity of the body, I want us to speak in a known tongue. 1 Corinthians 12:1. He who speaks in tongues does not speak to men direct, but he speaks to God. I want us to speak that heavenly language that will cause things here on earth to respond to the command in heaven. Jesus said that you may be one as we are one. So can you lift up your voice in the name of the Lord and speak in tongues? So katila makado babosa mekatalo hadima hakapalu repakataria manda basoba dazia rima zikatara bazoka dinama reketeria manda bazobidaya rikapalozi anama zobadi rekapala hadina mabora mevika tarima rabazobida rikaropa rasi diara inehelia tarobo zinamo
Ilahebelosia de Ramazia. That the mountain may melt now. In the name of Jesus. Mevakandaria Rabola Hadia. Repakatara Mazio Bola. Oh, Kaluba Sika Yanda. For the unity, oh God Almighty, of the body of Christ Jesus in this world. Ripokadia Banda Bazabida. Reketamara Bazaba de Alamo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rekapalosa Baganda Bazabida. Rabola Hanemazia Kanda. May you level every mountain, dear Lord. May you level every mountain, dear Lord. Right now, in the name of Jesus, we declare, Mehadia Sabagabaso, that mountains are melting now. Veda, 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 Veda. Kedia ta 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 ta. Venda, Veda, Veda, Veda. Bekalahadina Mazabada. In the name of Jesus. Dear Lord, in the name of Jesus. You are the same yesterday, today, and forevermore. You are the same God who was with King Cyrus. You are the same God with us in this place. How we pray as we join hands together. Yes, Lord. Hold us by our right hand, dear Lord. Yes. And go before us and revel the mountain, Lord, in the body of Christ Jesus in MERU. Revel every mountain of hatred in the name of Jesus. May you clear the way for us now, and may you join us together with cord of love that cannot be broken, that we may be able, Father, to consider each other better than we are, that we may be able to love one another. For this is your will. And as our chairman in this county joins their hands together as a sign of unity, we team together with them, and then we make a decree today that unity is our portion. Amen. Lord, unite us together Yes. with those cord of love that cannot be broken. Amen. And then we make a decree that God of mercy, in the name of Jesus, that we will love each other. We will work together, and we will be united for the sake of the kingdom, that we may be able to magnify thy name and to glorify your name. We are not only praying for the unity of the body of Christ Jesus, but we also prophesy to the atmosphere that any release from any quarter that come to divide the people of God, we declare it broken today. Yes. And then we declare the power of God to rest upon the county of MERU. Amen. We declare this land is blessed. We declare our churches are blessed. We declare our leaders are blessed. Amen. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Amen. Hallelujah. 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 I want those that are seated to kindly be upstanding as we give the Lord a shout and as we get into a powerful one praise number in the name of the Lord. Are you ready?
Put your hands on top of your head. Let's make a shout. 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 Hallelujah. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe, uinuliwe Yesu, wewe. Kila mtu inua Yesu, uinuliwe, uinuliwe Yesu, wewe. Inua Yesu, yeye ni mwema, uinuliwe Yesu, wewe. Inua mikono yako juu kwa Yesu, uinuliwe Yesu, wewe. Utukuze, utukuze Yesu, wewe. Umekuwa mwema, utukuze Yesu, wewe mwema. Inua Yesu, inua. Yeah. Uinuliwe Yahweh. Hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe. Umetukuka Yesu. Tunakuinua tukiwa hapa, tunasema uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe. Uabudiwe Yesu, wewe. Utukuze, utukuze Yesu, wewe wema. Ee Bwana, katika ufalme wako ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, wenye kuogopwa katika sifa. Ee Bwana, katika upepo wako bahari kafunikiwa adui, wakazama kama risasi, risasi katika madimaka. Uinuliwe Yesu, wewe. Uinuliwe, uinuliwe Yesu, wewe. Haya, twende kila mtu, twende. Twende tu, chini hii, twende tu, chini hii, twende tu, chini hii, twende tu. Wapi shangwe na nderemo? Hallelujah. 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 Woo! Hallelujah. Na kwa sababu tuko live katika televisheni, tungependa kutumia huo muda vizuri. Sawa sawa? So I will be doing the introduction later. So kindly for now, I want you to put your hands together as we welcome our father, our prophet, and our patron, Bishop Edward Buria, to come and take over. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Hallelujah. Karibu sana Bishop. Karibu Bishop. Thank you. Wow, thank you so much. Just kabla hamjaketi chini, Roho wa Mungu ananiambia nijulishe nyinyi mlio hapa, wale wanatuangalia kwa runinga na wale wanatuangalia kwa Facebook, ya kwamba this is a sitting of victors. We are conquerors. Come on! Sisi hapana watu wa kuhurumiwa. Hapana bwana. Sisi si ndio tunazungumza, mambo inatendeka. Na kwa hivyo kikao hiki, wale wanafikiria kanisa imekutana tu. Hapana, sisi yale tumezungumza hapa, yale ambao tumeombea hapa, ndio itakuwa katika nchi yetu. Kwa hivyo Bwana wabariki. Tunapoketi chini, ningalipenda kutoa msimamo kidogo, alafu niweze kuzungumza sisi
maneno machache kutoka kwa maandiko matakatifu ili tuweze kupatia nafasi Secretary General wetu aweze kutuingiza hapo pale pengine. Tunashukuru tunapoona kwamba gatuzi la Meru limewakilishwa hapa, na tunashukuru tunapoona mabishop, tunapoona mapastors, tunapoona viongozi wa makanisa wakiwa wamehudhuria hafla hii. Ningelipenda kusema kwamba katika miaka itakayokuja, katika historia ya nchi yetu, wewe uliyefika hapa na wewe ambao kwenye kanisa lako umepata nafasi ya kuweza kuombea nchi hii, utakumbukwa. Bwana atawakumbuka, kwa maana wakati unafika, and this is the time, just like wakati wa Esther akaambiwa kwa minajili kama hii umewekwa katika kiti cha uongozi. Vile vile ningalipenda kuchukua nafasi hii kuweza kutoa shukrani zangu kwa urafiki wetu na TV yetu ya MERU. Wamekuja hapa ili waweze kukava hii iweze kuonekana katika dunia ya Mungu. Tuwachotee makofi na kusema asante sana MERU, na tunasema ni asante kwa ajili ya urafiki huo. Ningalipenda kutoa msemo ambao kwa maana tumekutana hapa kama Wakristo, tungelipenda wakati wanapofanya zile zinaitwa news wakumbuke mazungumzo yetu. Wale wameomba hapa, vile vile sauti yako na kile kitu ambacho umeguzia kitaweza kuingia katika zile tunaita news, kwa maana wewe ni kiongozi, sauti yako ni ya maana. Jambo la kwanza ambalo ningelipenda kusema kwa wananchi wa nchi ya Kenya na hasa katika gatuzi letu la MERU, tungelipenda kutoa shukrani zetu kama viongozi wa makanisa kwa jumuiya ya nchi yetu ya Kenya, kwa vile mmejiconduct wakati wote wa campaign, mkazuia hata huko mlikuwa mnataka kuletewa utata, ninyi kama wananchi mkakataa vita na mkasema kwamba tunataka campaign iliyo na amani. Tunasema asante, tuwapigie wananchi wetu wa Kenya makofi. Na jambo la pili ambalo ningalipenda kutoa shukrani zangu pia kwa niaba ya uongozi wa makanisa katika nchi yetu ya Kenya na hasa katika gatuzi letu la MERU, ni sauti ya Chairman Chebukati. Ametupatia confidence. Na Chairman, tunakushukuru kwa niaba ya grupu yako, timu yako yote. Umesema kwamba uchaguzi wa 2022 utakuwa uchaguzi ambao utakuwa wa haki na huru, na umetupatia hiyo confidence. Na tumeona hata wakati mlikuwa mkichokozwa IBC, umekataa kwenda hiyo route na mkasimama, na mpaka saa hii tunawatolea kufia na kusema kwamba IBC iko sawa na iko tayari kuendelea na huu uchaguzi. Kwa hivyo Chairman, pamoja na timu yako na wale watu ambao watakuwa wakisimamia uchaguzi wetu tarehe 9, tuko na imani, hatuna shida sisi. Tunajua kwa maana hata kuhesabu kura hakutakuwa kuinaendelea Nairobi, itakuwa inaendelea katika constituencies. Na kwa hivyo Chebukati, tunasema ni asante, umetutolea confidence. Unajua saa nyingine kama mnakumbuka, kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Kevoitu, alisumbua nchi, maana alikuwa anasema sasa, alikuwa ni I don't know, I know, na ilituletea shida. Na kwa hivyo tumekataa hiyo kitu, na Chebukati pamoja na timu yake wametutolea hakikisho ya kwamba uchaguzi wa 2022 utakuwa ni uchaguzi usiokuwa na utata. Jambo la tatu, tungalipenda kusema tukiwa viongozi wa makanisa katika mkutano huu wa maombi na kuombea nchi yetu, tunataka kuita the citizens ama wakaazi wa nchi ya Kenya wote kukataa kitu chochote ambacho kinaonekana ni fujo ama kina resemble fujo. Tunakataa. Hata afadhali tuende kwa uchaguzi siku ya Jumanne tukisema amani, 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 amani. Mtu akitaka kukuchoma choma na mwambia amani, amani, amani kwa kuchaguana, amani na kurudi nyumbani tukiwa na amani. So we are praying and we are asking the Kenyan citizens, anything looking like violence, stay away and refuse it in the name of the Lord Jesus Christ. Maana inachukua tu kitu kidogo na unasikia nchi imeanza kufanya nini? Kuchomeka. Kwa hivyo tunataka kila kitu ambacho kitakuwa siku ya Jumanne kionyeshane amani. Jambo la 4, kwa niaba ya kundi hili ambalo liko hapa, ni kuitia vitengo vyetu vya usalama. Tunaomba
kutoka kwa, tumesikia Mtambai, tumesikia DCIO, kila mmoja wametupatia hakikisho kwamba usalama uko. Hakuna kitu kingine ambacho tunaomba sisi, kwa maana tumekata shauri kama nchi tutapiga kura iliyokuwa na amani. Vitengo vyetu vya usalama tunawauliza, be responsible, hapana kuprovoke watu, hapana ku create commotion ambazo zina maana, na muhakikishe nchi imelindwa na mali ya watu imelindwa katika siku ya uchaguzi na hata siku ya baadaye. Mchungaji wetu hapa wa Sitam amesema kitu ya maana sana. Amesema alipokuwa akitusomea kwenye maandiko matakatifu, anasema hata kama mambo yanaweza kugeuka, sisi tuko na tumaini na Mungu, na vile vile tunataka kusukuma au vitengo vya usalama. Tunakataa lazima waajibike. Tunawaandika ili walinde amani yetu, tunawaandika ili walinde nchi yetu, tunawaandika ili walinde na kila mmoja na kila mahali katika country mzima. So vitengo vyetu vya usalama tunawauliza muhakikisha kwamba nchi iko sawa na kila kitu ambacho kinahusu sisi kiko sawa. Jambo la 5 ni kuuliza wale ambao watakuwa wanahusika na uchaguzi. Kuna wale tunaita IBC, tuna wale wanaitwa wenye kuhesabu, kuna wale wanaitwa ma-agents. Tunasema, in fact, wacha nitangaze niseme hivi, ikiwa kuna mtu katika IBC ama katika wale wanasimamia kule ndani atakayejaribu kutampa na decision ya Mwanakenya, alaaniwe. Why would you want to tamper with my decision? Kwa ajili ati fulani ni rafiki yako ama fulani ni wa kutoka kwa upande wenu. Tunakulaani wewe ambao ungelipenda kuinterfere with the decision of the people. Ni dhambi isiyoweza kusameheka kuchukua vote, unaona imeandikwa fulani, unamwekea fulani kwa maana alikupatia kitu. Shindwa na laaniwa. Yeah, we need, these people must be held responsible. We don't want, hata kama tunachukuru, unajua huyu Madam Mother Justice, Chief Justice, vile vile tunasema asante, kwa maana amesema ya kwamba wao kama mahakama wako tayari kuweza kuhakikisha kwamba kama kutakuwa na utata wasaidie. Tunataka kusema kwamba tuzuie hiyo maneno ya courts ili watu watosheke, ili nchi iende mbele. Hakuna haja kama mambo inaenda sawa, hesabu zinahesabiwa mzuri, hakuna ukora katika polling stations, hakuna ukora ambao unaletwa na tuseme kama ni national government. Everybody is happy. Hata kama unajua, wote niseme hivi, unajua maandiko inasema watu wengi huanza safari ya kukimbia, lakini si mmoja tu anashinda. Wale ambao muko kama hapa municipality, sijui wapi, sijui gani, ni mmoja tu atashinda. Hamwezi kushinda nyote, na ikimalizika just shake your hand and say, ule mwenzako unamwambia tushikane mkono, umenishinda vilivyo, nafurahia ushindi wako, Mungu akubariki, baada ya miaka 5 nitakuja. And that's so that the country can move on. Hebu tupigie Bwana Yesu makofi jameni. Very, very, very important. We don't want to imagine kusikia hizo sauti za anga fulani alifanya hii ukora kama hiyo. Tunakataa hiyo katika jina la Yesu Kristo. For whatever reason, we refuse that. Tunakataa hiyo in the name of the Lord Jesus. Jambo lingine ambalo tungelipenda limetajwa hapa, and thank you very much SG, umemuuliza ndugu yetu Japhet, Bishop Japhet kuombea, na tuko na furaha kwa maana nyinyi mko hapa, watu wa magazeti na watu wa vyombo vya habari. Unajua Rwanda ilituangana na ikauana kwa ajili ya media. Election yetu ya 2007, you'll be surprised, ilikuwa fund na hii tunaita vernacular stations. We really pray, and I'm asking this kwa maana kuna watu wameweka propaganda nyingi kwa social media. In fact, wale ambao wanaogombania viti ambao wamekuwa wakisukuma na kuharibia wengine majina na kadhalika na kadhalika, si washindwe hata wao. Maana because election is just an event of one day. You'll be surprised. Tarehe 10 tutakuwa kwa kazi zetu. Tutakuwa tumepitana na hiyo, na tumesema
uchaguzi tena ni 2020. Sasa unaenda kumharibia mtu jina lake kwa ajili ya ati unakuja na propaganda, unafanya vitu vingine kama vile. Kwa hivyo siku ya leo tunaomba vyombo vya habari muwajibike, muhakikishe, na hata wale watu ambao, kwa maana tuko na kitu kimoja Bwana Mushairi ametupatia, hakikisha kwamba hawatazima internet, na kwa maana haitazimwa, tusiwe watu wa kusambaza maneno yasiyokuwa hajakuwa verified. Tuna provoke hisia ambazo zina maana katika nchi for no reason. So houses of broadcasting and media, print and electronic, be responsible. Unajua mimi nashangaa na sengine media people wanatoa tu ikiwa raw hiyo material, because even here I want to believe that watakatakata ili waweze kutuonesha ile kitu inafaa. Hapana kutuma raw, maana hiyo inaharibu. You'll be surprised. Hebu niwashangaze, wakati wa ile 911 ile 9/11, you'll be surprised. The media of USA did not show one dead body. Hawakuoneshana not one single body. Lakini hapa kwetu nini natendeka? Unakuta watu na simu, hata kabla familia kujua kuna hatari imetendeka, iko kwa social media, without really mindful about being responsible with what we say. So we ask the media houses present, please hakikisha kwamba ile kitu inatumwa na ile kitu anaoneshwa ni kitu ambacho kiko verified, because media houses, listen to me, nchi ikipata hatari hata nyinyi mtapata hatari. Nchi ikiharibika hata nyinyi itaharibika, hamtapata nafasi ya kufanya hiyo kitu ambayo mnafanya. And finally, and then I bring us to the word of God. Point number 7 ambayo tungelipenda kuzungumza kama kanisa ni kuuliza wananchi wa Kenya hakikishe, haijalishi umekula wapi, umekula nini, umekula mara ngapi. Unajua watu wanasema ikija wewe kula, ikija upande mwingine kula, ikija upande kula. Okay, sawa, umetafuna, ukala upande, ukala ule mwingine, na kila mmoja anamwambia nitakupigia, na ule mwingine utampigia. Wakati wa defining moment umefika. Na tuko na watumishi wa Mungu hapa ambao watanipatia ruhusa niseme hii. Nitasema hivi, wewe ambao umekula ukakula mara 10. Biblia inasema kila mtafungua katika dunia hii kitafunguliwa mbinguni. Kwa hivyo wewe tunakufungua kama unasikia umefungwa, kwa maana ulikula ukakula, tunakufungua ili uhakikisha kwamba umepiga mahali panafaa. Nipigiwe makofi. Unajua saa nyingine mtu anasema sasa nitafanya nini na nimekula. Watumishi wa Mungu wamejaa nyumba hii, na tulipewa mamlaka na Yesu. Akasema kila mtafungua duniani kitafunguliwa wapi? Mbinguni. Kwa hivyo wewe ukatafuna, tunakufungua. Hakikisha unapiga kura yako mahali ambapo panafaa. And sababu si ingine, sababu ni kwa maana hiyo decision ambayo unaenda kufanya siku ya Jumanne itakaa na wewe miaka 5. Miaka ngapi? Ikieto mituku barabarete nkima kila mahali tukwenda kubadhaura. Nonto barete nkima baonao akarangi bakaringana thimu aendera baka matukwanda bataba karankima baigara karande kunonge uitende bataba karankima tukukuthaura rieto na Jesu ukaringe kura arakwagirite. Now, as we come to the conclusion of these few minutes, and thank you so much, MERU, for giving us an extra 30 minutes. We're really grateful. 15 minutes, I'll be through. I want to speak briefly. Under your point number 7, I want to introduce something I want you to write. I want to quote and help us see ile maneno Joshua alizungumzia wana wa Israeli kwenye kitabu cha Yoshua 24 na kifungu cha 14. You know, we're talking about choice. And this day, I want to let us know something very important. Hata kama tunazungumzia tukiwa na himizo kama kanisa
kuhusu siku ya Jumanne, ningelipenda kusema hivi kwa kila mmoja wetu. Inafika wakati ambapo tunahitaji kukumbushwa umuhimu wa chaguo. And for that reason, for the few minutes I want to speak to us about choose this day. A day comes when you've got to make a choice. Siku moja inafika katika maisha ambapo lazima uweze kuchagua. Sengine you'll be surprised. Sengine tunangojea maombi ili yaweze kutusaidia kwa jambo hili na lile lingine, lakini maombi itasaidia. Mungu anasema kwamba nimekupatia uwezo wa kufanya nini? Wa kuchagua. Na ikawa hawa wana wa Israeli wamesumbua Joshua sana. Maana walikuwa ni kama wale watu ambao nimeguzia hapo. Wako mguu moja iko huku, mguu mwingine iko huku. Wako na miungu mingine huko, wakimaliza ibada takatifu wanajiunga na ile. Joshua akakuja kugundua kwamba this company of believers, something is seriously wrong somewhere, and he challenged them in that verse. Akawatoa changamoto na akawaambia kitu ambacho ningalipenda kusema siku ya leo. Tunapofikiria wapendwa ya kwamba siku ya Jumanne kutakuwa na uchaguzi ambao ni uchaguzi wa maana katika nchi yetu. Kutakuwa na kuchagua ambapo kutaweza aidha kudhiri kwa njia mzuri ama njia mbaya, kutoka grassroots mpaka kuelekea katika ile tunaita national seats. And this is a time ningalipenda kuita kila mmoja wetu. Ndio tumekuwa na miezi kadhaa ya campaigns. Tumekuwa na miezi kadhaa ya kuweza kukaa katika different vikao. Tumesikiza sauti nyingi, tumesikia promises. Hata siku nyingine nilikuwa nashangaa. Nauliza, huyu mtu anazungumza, anaelewa ni kitu gani anaambia watu? Kwa maana anatoa ahadi ambazo unajua hata akipewa miaka 50 hawezi akatimiza. Lakini kwa maana ni wakati wa siasa, they scot free. Wanazungumza na kuendelea ni kama kukula na kupanguza mdomo. Siku ya leo niko hapa kuweza kusukuma sisi na kusema kwa nyinyi mlioketi hapa, mamia ya watu, viongozi wa tabaka mbalimbali, wale ambao wanatizama sisi kwa runinga na wale wanatizama sisi kwa TV, ya kwamba inafika wakati haiwezekani mtu kukaa akiwa hana chaguo. Inafika wakati ambapo kanisa linazungumza na kusema kwamba wakati wa kuchagua umefika. Tunazungumza kama Joshua na kusema kwamba the time to make a choice has come. And Tuesday is that one moment that matters so much. So I'm not going to chosha sana na maneno mengi, kwa maana nyinyi wote mmefahamu maandiko matakatifu. Wengine wetu ni viongozi ambao tumekuwa tukihudumu kwa miaka mingi. Mtaenda kusoma nyinyi wenyewe, lakini wacha nisome kwenye kifungu cha 14. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Hebu fikiria wewe unaongoza watu, ukifikiria wanamtumikia Mungu na uaminifu, unakuja kugundua sivyo ilivyo. Joshua ako na shida. He has a problem. And this country tuko na shida wapendwa. Tuko na shida kubwa. Na siku ya leo nitafanya misemo mkubwa ambayo tungelipenda kukumbuka. Maana kuna watu wanasema ya kwamba Mungu ni Mungu neutral. God is never neutral. Never. Never neutral. Tunabandika Mungu vitu ambavyo anashtuka, hata yeye mwenyewe anauliza wamesema hivyo. Tunamshtua kwa maana God is never neutral. So Joshua understanding, akiwa anaelewa umuhimu wa kutumikia huyu Mungu kutoka walipotoka katika nchi ya utumwa kuelekea katika nchi ya ahadi, anawaambia now fear the Lord. Yani anawakumbusha maneno ambayo lazima wakumbushwe. Now fear the Lord and serve him with faithfulness. Hebu fikiria vile anawaambia hiyo ingine, throw away the gods your ancestors worshiped beyond the river Euphrates and in Egypt and serve the Lord. Imagine, pastor, imagine ukiwa unafikiria washiriki uliona wao, umewahubiria wakashika maandiko na wakaacha miungu mingine, uje ushtuke siku moja ukute hawa wa jamaa wanakuambia mchungaji tuko pamoja, lakini wako na miungu. Unajua katika nchi ya India wako na miungu 300 and sijui ngapi million gods. Wako na miungu kila mahali. Mungu yani barabarani, kwenye hata miungu yao ingine na bebo na vikapu. I'm telling you.
So tunafika mahali Joshua anashtuka, maana anakuja alipofanya investigation anakuta hawa jamaa walisikia sauti ya Musa, wakanisikia sauti yangu, kumbe wangali wanafuata miungu ya babu zao. Alafu akafanya nini? Akaendelea akasema, but I love verse 15 very much. I love this one and I just want Kenyans to hear this. But if serving the Lord seems undesirable to you, this is very, very sad, then choose for yourselves this day whom you will serve. What is Joshua saying? Enough is enough. And siku imefika. Tuko na siku moja peke yake, Jumatatu kesho. Na ningalipenda kusema hivi, wewe ambao unaosikiza na unatutazama kwenye runinga, wende ikawa ulikuwa umekalia so many indecisiveness. Tumekuja kukuambia, wewe kama unapenda nchi hii na unapenda vizazi vinavyokuja, kama unapenda posterity, wakati wa wewe kuweza kujilikana umefika. Lazima utatoa. You must decide. The day has come for us to challenge you and tell you, you cannot be neutral, you cannot serve everybody. The time has come for you to say, this is the person that God, huyu ndio Mungu ameappoint, kama vile tumesikia hapa, vile wachungaji na bishop wameomba, na huyu ndio Daudi, na huyu ndio tunamchagua, ili nchi yetu izidi kujua baraka na neema za Mungu. Kwa hivyo natia changamoto kwa kila mmoja wetu. Wakati unafika wapendwa, tunasikia sauti ikisema kama ya Joshua, tufanye shauku na kukata kesi na kusema the day of reckoning. So Joshua is telling them, this idea of 50-50 is not going to work. If you feel mnataka upande ule, enendeni huko, kwa maana God is not a neutral God. He's a God who calls upon people to make choices. And I'm calling upon you, brothers and sisters and friends, leaders. The time has come for us to make a right choice. We love Kenya. Let's make the right choice. From the grassroots all the way to the presidency, so that we can be able to see the blessing of God. On Tuesday, we as Kenyans will make a choice that will either build, develop, shape our nation, or destroy it. Or destroy it. The choice is yours. The choice is you people watching us on TV. The people that are watching us katika Facebook. The choice is yours. The millions that are glued and listening to us. Chaguo ni yako. Kama unapenda nchi hii, chaguo yako siku ya Jumanne, either itajenga nchi hii ama kuiharibu. Hakuna na, wacha niseme hivi wapendwa, hata mtu hawe ako loaded jinsi gani, kama tunajua yeye anatafuta uongozi kwa ajili ya binafsi yake, so let us not vote for that person. Let us not, tusiwe blinded kwa ajili ya this figure, this person, the other one. Let us align with God. Let us make the right choice. Let us get the right person. Let us elect the right MCA. Let us elect the right governor. Let us elect the right women rep. Tuchague member of parliament ambaye ataweza kutuleta karibu na Mungu na kuweza kuona nchi yetu inaenda vizuri. That is what I'm calling upon each one of us. That is what I'm calling upon us. God is not the God of indecisiveness. He is not the God who plays neutrality. Hiyo game ya neutrality tuondoe katika vichwa vyetu wapendwa. God is not neutral. Anasema Sauli nimemkataa, Daudi nimemkubali. Hakusema anga. Hapana. Na kuna siku moja Mungu, kwa maana si neutral. Sababu tunahubiri injili ni kwa maana Mungu si neutral. Watakaokataa Yesu wataenda jehanamu. Watakaomkubali wataenda heaven, because God is not neutral. Let us wake up and know that He's not neutral. God challenged the Israelites to a defining moment of choice. God is challenging us as Kenyans to a defining moment. The day of making a choice has come. Ninaomba, kwa maana kila mmoja wenu hapa ako na influence yake,
let us go and let there be a ripple effect of this message. Tuende tuambie, nyinyi muko na marafiki katika social media, muko na marafiki katika manyumbani kwenu. Waambie, hata kama utakuta moja akisema kwamba nitafanya nini na mimi nilikula kwa fulani, mwambie wachungaji wakiwa Kambakia walikuondoa hiyo laana, enda ukavote mahali panafaa. Tulikuondoa hiyo laana, tulikuondoa hiyo. Unajua sengine watu wanaogopa sana gentugita kwa muuma toko wita kuma ke muuma jo yote ko theka eta uringa kura arako kuringirwa kura aina thina kweregwe utire nkima no nyire no choke uringa kura arako ageriete ugo toto chou. That's what we're looking for. So God challenged the Israelites to a defining moment. And I'll be a choose this day. And I really want to call upon Kenyans tuondoke katika hiyo valley of the indecisiveness. Maandiko yanasema mamia na maelfu ya watu mpaka saa hii wangali. Unajua saa nyingine hawa jamaa nao wametushtua. Hii sijui hii kama mimi ningalikuwa na power yangu, hizi hawa jamaa wana conduct polls, ningaliwasimamisha. Maana wanatudanganya leo. Hebu angalia, jana juzi walikuwa wanasema Azimio yuko juu. Leo wanasema KK inaitwa nini hiyo? Kenya Kwanza iko juu. Sasa which is which? Na nikumbusha siku moja rafiki yangu moja walienda kufanya hii mashindano ya magari ya rally. Sasa unajua lazima uwe unajua kusoma ile. Sasa moja hata saa hii tunaongea kuhusu hiyo jamani ndio chief executive wa motor rally in the country. Ule ambaye alikuwa co-driver walifika mahali akamwambia left right, akamuuliza sasa left, akinyamuulia left right ngari ga roll left right, what is that? Sasa hii hawa angatifa anga nini anga infotrack anga ambi wanatuambia left right. Sasa which is which? Bure kabisa, bure. Uchaguzi wa kweli ni wa Jumanne na pause za kweli ni za Jumanne. Ingine wanapewa tu mapeni. Hata hizo zimeingizwa na ukora, zimeingizwa na nini, na corruption. Wanapinga corruption na corruption iko kwao. So choose this day, move away from indecisiveness. I really want to say these few things and then we're through. Life is governed by choices we make every day. Don't blame. Hapana kupiga kelele wakati wewe unakuwa ni mwana mpotevu. Alipochagua si ni chaguo lake, na alipoenda kukula na nguruwe tengugewe oja kututhange kimbe tuthange kiria utakora giterega mbodhwanitie no karibwaga utitokare na nguruwe. Tafuna vizuri kwanza na agachoka kerwa kwanza muongere bingi nuntu uchaguzi yewe weto chaguabu antu bamobethithia mistakes chiotoro bakatura kunogia pasta ndombera pasta akurombere agutethia tena noka ugitere gamba ija muntu akagwatire mutoro baba ndombera iko na kuromba teromba maromba ya jauni kurombere ndombera mutoro baba iko ndari kana pumba kuromba bwega get off pana kutusumbua maromba aja romba watakoromba roromba. Are we together? So wakati mtu amefanya wrong decision, you can only correct a wrong decision with what? A right decision. Sasa ninataka kurudia tena, maisha yanaongozwa kila siku na zile hatua, zile chaguo tunafanya nini? Tunafanya. Na wacha niwaambie, Waamerika walikuwa walijua. Na ambuge kairi, anchokire kairi. Choices have consequences. Si unaona? Tunazungumzia nyinyi hapa viongozi wa tabaka mbalimbali. Kuna watu wamepewa kasumba, anajua fulani si sawa, lakini aruga aliye ni bwana gabo gakira. Wengwano yankaringira. Kinya kethero imorebi, kinya kethero akunda abangi. Wengwano yankaringira. Choices have consequences. Ngode kiore no nchokerie with due respect. Wajokoyo, I respect him, but I cannot give him my vote. Yeah. Because ile kitu anasimamia
I don't see it in the Bible, neither is it part of my value system. Choices have consequences. Life is governed by the choices we make. The prodigal son made a wrong choice that made him to suffer terrible consequences. You can read that at your own time. Katika kitabu cha Luka 15:11-32, he corrected that wrong choice with the right choice. Hata kama alirudi bila kitu, akasema nitaamuka. Unajua kuna watu wengine hatutaki watu wa fantasy. Hebu niwaambie, I've been married to this lady for so many decades, and I want to say something very important. She is my choice. She is my choice. Katikati wakati huo miaka hiyo, katikati ya warembo wengi angaambie nyingi angae na ugawono wankwenda. Na ndaigwa I am not going anywhere else. This is my choice. And she will remain part of my life until the Lord calls me home. Why? She is my choice. Lazima tujifundishe. Unajua wengine wanaharibu ndoa wakati wanapopitia bumpy road. Unasahau huyo mjamaa au kwenda kutafutiwa na wazazi. Ni wewe ulichagua. Na unataka kutuambia angachete chenama. Ale hawa karanwa ukadhuguna kindinde kyako gekaliora gekali. Yeah, choices. We correct a wrong choice by a right choice. He corrected his wrong decision with a correct decision. I will arise, go to my father. Ingalikuwa ilikaa tu kama fantasy, hiyo ingalimletea shida kubwa. Muujiza wake ulipatikana alipotendesha, when he acted upon the decision. Hapo ndipo maana babake alipomwona akiwa kwa mbali, mnajua vile alivyofanya. Alimkimbilia na akambusu na akamwambia karibu nyumbani. His choice worked out well for him. He was warmly received. Moses' instruction as I finish. This is very important. Ningalipenda tuandike hii. Don't forget I'm saying tunaenda kuchagua siku ya Jumanne. Moses' instruction of the kind of leaders. Number 1, God fearing. Musa anamwambia, anasema chagua. Unajua wakati uzito ulikuwa mwingi, akaanza kulia akisema kwamba kila mtu anakimbilia mimi. Mungu alimwambia chagua watu wanao tabia hii. God fearing. Number 2, good conduct and character. Tusichague mikora bwana. Hapana kurudisha mkora. Unajua huyu ni mwizi, ameharibu kila kitu. Wengine nao kazi yao ni hiyo propaganda. Hakuna kitu wako nacho ndani yake. Hawawezi kutoa jumuiya kutoka hapa kwenda pale pengine. Lakini kwa maana ni wakati huo tunazidi kuwaweka pale. Number 3, wise leaders. And number 4, leaders who are full of understanding. This is in the book of Deuteronomy. And then point number 4 is number 5, number 6. God-fearing, good conduct and character, wise leaders, understanding, respected and full of integrity. And number 6, ready to serve. Unajua kuna wengine wanasema ninatafuta kiti ili niandikwe. Mtu akaua mambo ya gamo kaua kwenda kwande ngoge ngochoa tutekwa na ntuba gochwa ngoge twechwa tongeria mtu wondo gochwa ngoge akanenkarwa ngoge tutena bautu twechwa tongeria baraba gaitanto kuma position 1 baba ikie position 2 mbera yeah pana mtu achwa ngoge o munenkara ngoge kile anganore mochara westoka anaanza kukuumiza. We must not. Sasa hiyo wache hiyo maneno ya watu wanasema niandike pandikeni mchara nguchwa hapana tunatafuta viongozi. You read at your own time the kind of leaders in Acts 6 and verse 3. Sina wakati hiyo maana I know MERU wants to switch me off. Types of leaders. Kuna 3 types of leaders and then I finish. Number 1, a leader we want. Unajua hiyo ni kiongozi pia kama Sauli.
These are types of leaders. Na hii imejaa katika kila mahali. They have offered themselves. And a type 2 leader, it's a leader we deserve. Na hata hiyo sio kitu ambacho tunataka. But 3, the most important, a leader after God's own heart. I repeat again, 3 types of leaders. Number 1, a leader we want. King Saul, the people said, we want him. Na unajua vile wale abakundirie, abunganirie mchau na ndoje na bionde, utoa tabadhidhia. Kwa maana alikuwa ni kiongozi wetu sisi. Kuna kiongozi wa we deserve him. Kuna wengine wanakuja kiuga aoni tondegakea hondeka masikini hangaoni hangambi hangagwetu hangakokari kakero ikana nkero tu nonto hapana. Number 3, the most important, a leader after God's own heart. I call upon you as I finish. Let's make the right choice. The Lord bless you. And able to simame wote. Let's just stand up. Ni vizuri kuabsorb kile ambacho umepokea leo. Tulikuja maombi, tumeombea nchi, tumepokea neno. Si umuulize Bwana akusaidie kutembea katika ufunuo wa neno ambalo umelipata mchana wa leo. Come on. Just talk to the Lord before we come to a close. Kabla tujafika tamati ya mkutano huu wa maombi siku ya leo. Oh, asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Nitamuuliza Bishop Larama uje hapa ili uweze kufunga kwa maombi tunapofika tamati ya mkutano wa jioni ya leo, lakini tusiondoke kabla tujafanya introduction. Bwana asifiwe. Asante kwa neno tumepatikwa na kushukuru Mungu. Nimefurahi sababu ya mambo mengi tumepokea. Tunataka funga ibada. Amen. Nimekumbuka jambo la maana. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba heri wasafi maana watamuona Mungu. Heri wapatanishi maana Roho Bwana atakuwa pamoja nao. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nimechukua nafasi hii Jehova kwa jina lako. Tunaja pamoja nawe tena Mungu wetu. Imefika wakati Jehova ili sisi mmoja ataondoka kuelekea nyumbani. Watatembea na magari na pikipiki na miguu. Saidi mchungaji mwema, twahitaji neema yako. Bariki kila mmoja. Asante kwa wapendwa wote. Kila mmoja wetu aliomba mahali hapa. Wewe ulisema heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Na tena ukasema heri wapatanishi maana wataitwa watoto wa Jehova. Sasa Mungu wetu tumekuja mahali hapa kwa sababu umejua wajibu wetu. Na sasa tumekamilisha ibada jioni ya leo. Twahitaji neema yako na baraka zako. Asante Emanueli, asante mchungaji mwema. Kila mmoja wetu aweze kubarikiwa na nchi yetu ibarikiwe, na Roho wa Bwana utuongoze. Naomba hayo machache
sababu ya Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Thank you. Amen. Tumpe Bwana makofi tena. Asante sana. Tunaweza kukaa. Tulitaka kufanya hivyo ili wale ambao wanatuangalia kwa runinga tuweze kumaliza pamoja nao vizuri, ili tuwe tumetumia muda wetu vyema. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wenu kwa kuitika mwito wa kuungana na ndugu zako katika gatuzi hili ili tukaweze kuliombea taifa letu. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu yako wewe ambaye umefanya maombi ya leo kuweza kufaulu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wachungaji wetu wote, all our pastors. Just stand up where you are. Wachungaji wote, naona wengine kuna wale wameweza kufika, wengine wameweza kuondoka, but all the pastors apart from the chairmen who came from different places. Let's just appreciate our pastors, to appreciate wachungaji wetu. Asante sana. Asanteni sana. We truly want to appreciate you. The leadership appreciates you. Asante kwa kuweza kuja. Wengine wenu mlikuja hata na washirika wenu. Mungu awabariki sana. Nataka nichukue nafasi hii pia kuheshimu maaskofu wetu wote ambao waliweza kufika leo. Najua leo Jumapili inakuwa ni siku ambayo ina changamoto zake kwa njia kubwa, hasa kwa mchungaji, kwa sababu wengine huwa tunatoka kwa ibada masaa kama haya bado watu wako. Hii ni MERU TV.